Unajua, inaonekana kwangu kwamba baadhi ya watu hawawezi kuvumilia ukweli wa hali halisi, hasa kama ukweli huo ni habari mbaya. Inanikumbusha kuhusu mume aliyerudi nyumbani kutoka kazini baada ya siku ndefu na ngumu sana, na akamwambia mke wake, mpenzi, nimepata habari mbaya tu ofisini siku nzima leo. Kama kuna kitu kimoja sitaki kusikia, ni habari mbaya zaidi. Na yeye akasema, vema, katika hali hiyo utapenda kujua kwamba watoto wetu 3 kati ya 4 hawakuvunjika mkono shuleni leo. Naam, nadhani hiyo ni habari njema na mbaya kwa wakati mmoja. Tunapofika leo katika safari yetu ya hekima kwenye kitabu cha Ezekieli sura ya 12, nabii amezungukwa na watu waliohamishwa ambao hawataki kusikia habari mbaya zaidi, na ninaogopa watapata mshtuko mkubwa. Sasa tatizo kimsingi ni hili: Waisraeli ambao bado wako nyuma huko Yuda na wale waliohamishwa ambao sasa wako hapa Babeli, wote wanakataa kusikiliza manabii wa kweli wa Mungu. Unakumbuka Yeremia anahubiri huko Yerusalemu, wakati Ezekieli anahubiri hapa Babeli. Watu hawataki kumsikiliza yeyote kati yao. Wale walioko Yuda wanaamini kwamba Yerusalemu haitanguka. Wale waliohamishwa huko Babeli wanaamini, vema, watarejea nyumbani siku yoyote sasa. Wanagoma tu kusikia habari mbaya yoyote kuhusu hukumu inayokuja ya Mungu. Hatimaye, bila shaka, watu hawamsikilizi Bwana kwa sababu hawamjui kweli. Kwa kweli wamemwacha. Wanawaabudu wanyama hekaluni. Wanajitahidi sana kumpuuza. Vema, kile ambacho Mungu atawaletea, kama ilivyoelezwa katika sura hizi chache zijazo, kitawafanya waelewe jambo fulani wazi kabisa kiasi kwamba hawawezi kupuuza tena. Tazama, mara 8 katika sura ya 12 hadi 14 watasikia toleo lile lile la kauli hii hapa, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Sasa mara nyingine tena Bwana anamwambia Ezekieli kuimarisha unabii wake wa awali kwa waliohamishwa kuhusu hukumu inayokuja kwa kutumia masomo ya vitu. Hapa katika sura ya 12 utekwaji wao umeonyeshwa. Bwana anamwambia Ezekieli hapa katika mstari wa 3, jiandae mwenyewe mzigo wa mhamisho na uende uhamishoni mchana mbele ya macho yao. Utaenda kama mhamisho kutoka mahali pako kwenda mahali pengine mbele ya macho yao. Labda wataelewa, ingawa ni nyumba ya waasi. Basi nabii anatakiwa kufunga masanduku machache na kuigiza sehemu ya mtu anaenda uhamishoni. Kulingana na mstari wa 5, anapaswa kuchimba shimo kwenye ukuta wa nyumba yake na kupita kwenye shimo hilo akifanya kwa kukata tamaa, akitoka usiku akiwa amebeba kwenye sanduku lake tu kile kilicho muhimu kabisa. Yote haya yanapaswa kufanywa hadharani kwa njia ili watu waweze kumwona akifanya hivi na waweze kuelewa maana yake. Sasa, iwapo hawataunganisha mambo, Bwana anamwambia Ezekieli katika mstari wa 11 awaelezee kwa kusema, kama nilivyofanya, ndivyo itakavyofanyika kwa watu wa Yuda. Wataenda uhamishoni katika utumwa. Bwana anaongeza katika mstari wa 12, mkuu aliye kati yao atatoka nje. Huyu ni mfalme wa Yuda, Sedekia, ambaye Bwana anasema, nitamleta Babeli, lakini hataiona na atakufa huko. Mstari wa 13. Kwa njia, unabii huu wa kuvutia utatimia wakati mfalme Sedekia atakapochukuliwa mateka, anapofumbwa macho kabla ya kupelekwa Babeli. Kitabu cha 2 Wafalme sura ya 25 kinatuambia kwamba anapelekwa Babeli. Kisha, kama vile Ezekieli alivyotabiri, haioni. Sasa hapa katika mstari wa 22, Bwana anataja methali maarufu miongoni mwa waliohamishwa. Hii hapa: siku zinakuwa ndefu na kila maono hayana maana. Kwa maneno mengine, watu wanasema, tazama, hakuna hata moja ya unabii huu utakaotimia ambao Ezekieli anatupa. Kucheleweshwa kwa utimilifu, unajua, kumepelekea wao kufikiria kwamba wanaweza kupuuza onyo la Ezekieli. Sasa wacha nikuambie, hii ni matumaini ya uongo. Hii ni kama watu wa siku za Nuhu ambao walichukua ukosefu wa mvua
kwa miaka ile 120 kama sababu ya kupuuza kelele zote za kugonga wakati Nuhu alijenga safina. Sasa Mungu anajibu waliohamishwa katika mstari wa 28. Hakuna hata moja ya maneno yangu yatakayocheleweshwa tena, lakini neno ninalosema litatendeka. Kwa maneno mengine, hukumu na uhamisho kwa Yuda yote iko karibu. Sasa Ezekieli anachukua hatua dhidi ya manabii wa uongo. Wamekuwa wakiambia watu waendelee kuwa na mizigo yao tayari kwa sababu wanakaribia kuondoka uhamishoni. Naam, Ezekieli alikuwa amefunga mizigo yake kuwaonyesha kwamba wanaenda uhamishoni. Na hapa katika sura ya 13 sasa, Bwana anapunguza hadhi ya hawa manabii wa uongo. Anasema katika mstari wa 3, ole wao manabii wapumbavu wanaofuata roho zao wenyewe na hawajaona chochote. Mstari wa 6, wameona maono ya uongo na unabii wa uongo. Bwana hajawatuma na bado wanatarajia atimize neno lao. Lazima nikwambie, baadhi ya mambo hayabadiliki kamwe. Katika wakati wa Ezekieli, baadaye katika wakati wa Yesu, leo katika wakati wetu, kuna watu wengi wanaojifanya kuwa na ujumbe kutoka kwa Mungu na si chochote zaidi ya udanganyifu. Unabii wao wanaouita ni kwa ajili ya kuongeza nguvu zao juu ya watu, labda akaunti zao za benki. Nilisoma siku nyingine kuhusu mhubiri ambaye alitaka waumini wake wampatie zawadi za $52. Aliita hizo mbegu za upendeleo. Kwa maneno mengine, alisema kila mtu ambaye angempa $52 angezawadiwa na Mungu kwa upendeleo wa mafanikio ndani ya siku 52 au wiki 52. Naam, kila mtu aligundua baadaye kwamba alichotaka ni pesa za kuboresha vile blade za helikopta yake ambavyo vilikuwa vitamgharimu $50,000. Ahadi ya $52 ya mtu huyu haikuwa na uhusiano wowote na unabii, haikuwa na uhusiano wowote na Mungu. Ilikuwa na kila kitu cha kufanya na tamaa, kwa sababu yeye ni nabii wa uongo. Naam, hawa manabii wa uongo hapa Babeli wanafanya jambo lile lile. Sasa hawaboreshi vile blade za helikopta zao, lakini wanadanganya wafuasi wao. Na wao hawakuwa peke yao kwa njia. Katika sura ya 14 sasa tunakuta wazee, viongozi wa watu wakiwapotosha pia. Sasa hawa wazee wanakuja kwa Ezekieli wakidai kumwomba ushauri. Lakini Mungu hafurahishwi kwa sababu anawajua. Hapa katika mstari wa 3 anamwambia Ezekieli, watu hawa wamechukua sanamu zao moyoni mwao. Kwa maneno mengine, wanaonekana waheshimika nje, lakini moyoni mwao ni waasi. Mungu anawaambia kupitia Ezekieli hapa katika mstari wa 6, tubuni na mgeuke mbali na sanamu zenu. Sikiliza, huenda hutaki habari mbaya. Huenda unataka tu kusikia mtu akikuambia, tazama, uko sawa, uko salama. Endelea kufuata sanamu zako. Endelea kufuata raha zako na ahadi za dunia. Usijali, utakuwa sawa. Mungu atakupiga kichwani siku moja. Lakini ukweli ni kwamba wale wanaosema maneno ya aina hiyo ni manabii wa uongo, na ahadi zao za uongo zinawapotosha watu wengi. Na kwa hayo, Ezekieli sura ya 14 inamalizika pale sura ya 12 ilipoanza, na uhakika wa hukumu inayokuja. Hapa tunaona matumaini ya uongo ya Yuda yakivunjika. Kwa kweli, Bwana anasema hapa katika mstari wa 21 kwamba ameazimia kuleta juu ya Yuda matendo manne ya hukumu ya maafa: upanga, njaa, wanyama wakali na tauni. Unaona, iwe watu wa Yuda walitaka kusikia habari mbaya au la, Yerusalemu itaanguka. Swali ni je, hawana matumaini? La, hapana. Kuna tumaini kila wakati. Kuna tumaini kila wakati kwa wale watakaotubu dhambi zao na kumfuata Bwana. Kwa kweli, kutakuwa na mabaki ya watu watakaomgeukia wa imani. Unajua, nimezungumza na watu wengi kwa miaka mingi ambao hawataki kusikia habari mbaya za Injili. Hawataki kuambiwa kwamba Biblia inasema imewekwa kwa mwanadamu kufa mara moja, na baada ya hapo
Hukumu inakuja. Waebrania saa 9 na madakika 27. Unajua, nimewahi kuwa na watu wanaoondoka tu baada ya kusikia hayo. Nimewahi kuwa na watu wakiniambia, kweli, huyo si Mungu atakayemfuata kamwe. Huyo si Mungu atakayemwamini kamwe. Unaona, hawataki kusikiliza habari mbaya. Lakini kwa wale watakaokubali habari mbaya, kwamba wao ni wenye dhambi, kwamba kuna hukumu, basi kwao kuna tumaini. Si udanganyifu. Siyo matumaini kipofu. Ni katika kuamini Injili, habari njema za Yesu Kristo, na kuweka tumaini na imani yao kwa yule aliyeahidi kuwasamehe na kuwaokoa. Vipi kuhusu wewe leo? Unahitaji kuamini habari mbaya kwamba dhambi itahukumiwa na Mungu. Lakini hakikisha unaamini habari njema kwamba wenye dhambi wanaweza kuokolewa kutoka kwa hukumu ya Mungu kwa kuweka maisha yao mikononi mwa Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi. Basi hadi safari yetu ya hekima ijayo, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.